Kuna jambo jipya ambalo linazaliwa na linaumbika kwenye maisha yako utakapomaliza kukiri haya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimeanguka. Neno lako linasema mwenye haki ataanguka mara 7 atasimama tena. Nimekukosea maeneo mengi, lakini sasa natubu. Umenipa nafasi kwa mwaka mpya ili nianze upya na wewe. Nanyosha mikono yangu juu, ishara ya kusarenda. Sitaweza bila wewe. Sitaweza bila wewe. Nahitaji msaada wako. Nahitaji mkono wako unishike. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na mkataa shetani leo na kazi zake zote na magonjwa yake yote na laana zake zote na umaskini wake wote. Ninakupokea Yesu leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kunipokea. Asante kwa kunikubali. Katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia sasa nisikilize nikwambie, sahau kabisa yale maisha ambayo ulikuwa unayaishi. Yani yasikukumbushe chochote. Yani adui asirudi kwako akaanza kukukumbusha, lakini wewe ni mzinzi, lakini wewe ni muongo, lakini wewe ni mwizi, lakini wewe ni mlarushwa, lakini wewe. Adui asirudi kwako kukukumbusha chochote. Neno la Mungu linasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Kwa hiyo yani sahau kabisa. Yani adui asilete taarifa yoyote kwenye mawazo yako na ukamkubalia. Hapana, mwambie mimi ni kiumbe kipya. Mwambie mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Usikumbuke mambo ya kale na usiyatafakari kabisa hayo mambo. Unanielewa vizuri? Kuna mambo kadhaa ambayo na uhakika sasa, kwa sababu ya muda sikutaka nitumie muda mwingi. Kwa sababu ya muda nitarudi kwenye ibada zinazofuata. Nitakufundisha kwenye maeneo ambayo unatakiwa kuwekeza